Mambo vipi mwana 19HS? Karibu tena kwenye kipindi chetu leo hii. Wiki iliyopita tuliongelea kuhusu jinsi gani tabia zetu binafsi zinavyoweza kutufanya tujikute tuna tabia za kikundi fulani. Lakini leo tutaweka mwendelezo kwenye jinsi gani unajikuta hauna namna, unakuwa una tabia za kikundi fulani. Kwa mfano, kama umeenda kazini wana culture aina fulani na unajikuta huko kwenye hiyo culture pasipo kupenda. Au kwa mfano labda umewahi kusafiri ukaenda labda mkoa fulani kutoka labda tuseme kutoka Dar es Salaam alafu ukaenda Moshi, ukakaa labda hata miaka 5, unajikuta na wewe una adapt nini hizo culture, hata lafudhi unajikuta iko kwenye lafudhi yako ni kama watu wa Moshi. Karibu sana. Kabla sijaendelea, ningependa kukumbusha kulike, kushare na kusubscribe channel yetu ili ukapate kuona video kwa haraka. Karibu sana. Asante. Tena sababu za leo ambazo zinahusiana na vikundi husika ni sababu ambazo watu inabidi wawe nazo makini, kwa sababu haya maamuzi ambayo tunakuwa tunayafanya au tunayakuta kwenye hivi vikundi yana uwezo wa kusababisha ukapanda juu kwenye maisha au ukashuka chini kwenye maisha. Kwa mfano kuna mikoa ambayo culture yake ni kupambana. Kwa mfano ukienda Iringa ukaenda kwenye kabila la Wakinga, wanasifika kwa ubahili. Kwa maana yake unapoenda kule ukakuwa kule, inakusaidia kubadilisha tabia. Kama ulikuwa ni spender unaweza kupunguza, watu hawatumii sana kama ambavyo na makabila mengine yanasemekana yanatumia. Kwa hiyo ni jambo la msingi la kutilia umakini sana, kwa sababu lina athari sana kubwa kwenye maisha binafsi. Basi tuende moja kwa moja. Kitu cha kwanza ambacho unapoingia kwenye kundi lolote ambalo utakuwa unafanya nalo kazi, au ni sehemu ya biashara, au ni maisha yako ambayo utakuwa na labda kwenye nyumba mpya umehamia na sehemu nyingine yoyote, kwanza lazima utizame tamaduni ambayo hilo group zinalo, group culture. Kwenye group lolote lile lazima lina tamaduni zake. Na hizi tamaduni mara nyingi zinatokana na wale walioanzisha hilo kundi. Kama alianzisha labda ni easy going style, labda na mwingine anaanzisha ni iko structured, maana yake hata tamaduni za haya makundi zinatofautiana. Easy going style maana yake information itakuwa ni kushare information with them, lakini ile structured maana yake lazima information top to the. Kwa lazima pia uangalie huyo mtu wakati anaanzisha hicho kitu, huyo founder wakati anaanzisha hicho kitu, inawezekana alianzisha kwa lengo lipi, na je alikuwa ni mtu ambaye anapenda kufuata utaratibu, au ni mtu tu ambaye anapenda kushare information. Kwa mfano unapoenda kwenye nchi ya Marekani, ni nchi ambayo ina utaratibu, lakini kila mtu ana uhuru wa kusema ambacho anaona kwake ni sawa, ili mradi usivunje zile sheria ambazo zimewekwa. Lakini ukienda Russia, manake kuna taratibu kali za kufuata ambazo inabidi uzifuate. Kwa hiyo popote pale unapoingia kwenye group lazima uangalie vitu kama hivyo. Uangalie namna wanavyo communicate. Je, hilo kundi limetengenezwa kwa ajili ya kusapotiana au limetengenezwa kwa ajili ya basi tu mnaishi? Je, kwenye hilo kundi, kwa mfano kama ni ofisini, watu wanakuwa promoted kwa kazi wanazofanya, result zile, au ni kwa ajili ya siasa za ofisini? Bosi anapenda kitu gani na kitu gani hapendi? Kwa lazima utizame tamaduni ya lile kundi, uangalie culture yao ni nini. Nini kinafanya lile group mpaka sasa hizo lipo. Kuna group lingine limetengenezwa kwa ajili ya nyinyi msiendelee, mmekutana na watu wenye matatizo, kwa atakayekuja akataka kuendelea, manake they will turn you to be an enemy. Kuna angalia pia nature ya hilo kundi ni nini. Sawa. Lakini sasa manake ukishajua nature, utaanzia hapo, utaishi nao vipi.
Utadevelop mechanism gani, mradi wa siku 5 mtu enemy na wewe uendelee na mambo yako. Sasa kama hivyo kwenye kuendelea, yani kama unataka maendeleo inabidi uache kufanya maendeleo ili uwe ufit kwenye ile group au usielewe. Haupaswi uache kufanya maendeleo. Unaweza ukaamua maendeleo ya kwako wewe usiaongee mbele yao au usiwapeleke kwenye maendeleo yao. Yani maana ukafanana na wao. Kwa mfano kipindi cha nyuma mamangu mimi aliwahi kunisimulia kuna dada yake aliolewa mmoja wa mikoa. Na ile mikoa ulikuwa hawataki uje wewe una maendeleo. Maana kwa maendeleo walikuwa wanasema wanaanza kukuloga wakakuwa. Kwa hiyo ulikuwa ukienda kwenye ule mkoa inabidi uvae nguo ambazo zinafanana za kwao. Umeona una maendeleo ndio, lakini unaonesha wewe unafanana. Na hata umeona karibuni wanasiasa wengi ifika kipindi cha uchaguzi anaenda kwenye vigenge anakula anazunguka na mtaani, lakini baada ya uchaguzi uwezo kumuona tena kwenye haya maisha. Maana unajifanya unafanana nao lakini kwa uhalisia haufanani nao. Umeona? Kwa hiyo unaangalia culture hiyo group ni kwa sababu ukienda kwenye unajua unaweza kuhisi na vingia kwenye ile group mimi sitafanana nao, lakini as the time goes on unajikuta adopt na umeathiri maisha yako. Maamuzi yako unayofanya unakuta yako influence. Kwa mfano unaweza ukaenda kwenye ofisi ambazo unaweza kipato sio kikubwa lakini maisha ya pale ni maisha ya gharama. Kwa hiyo unajikuta wewe unatumia gharama nyingi kwa sababu ya culture ambayo umeikuta pale ni expenditure yake ni kubwa. Kwa hiyo unaiga labda kuna matrip labda mnaenda sana au kuna mnanunua gari ndio utamaduni wa pale. Au unaenda kwenye fancy hotels au fancy things kuvaa ndo issue ya msingi, au labda unaenda pale labda wanawake kununua wanawake ndo taratibu au kunywa sana vitu kama hivyo, culture kama hizo. Kwa hiyo ni kuwa makini na kuona namna gani ambavyo unaweza kukabiliana nayo bila wewe kuingia kwenye matatizo na kuchukua zile tabia zao. Na kitu cha pili ni group rules and codes. Kwenye jamii yoyote au kwenye kikundi chochote kuna zile sheria zilizoandikwa alafu kuna zile sheria ambazo hazijaandikwa. Tunazungumzia hapa ni zile sheria ambazo hazijaandikwa. Kwa mfano hakuna sehemu kwenye sheria ya nchi imeandika labda lazima mwanaume apeleke jando. Lazima wanawake labda wapende sana sherehe. Vitu kama hivyo. Lakini ni tamaduni za sehemu na sehemu. Kwa mfano ukienda sehemu kama Dar es Salaam, kipaumbele hata kama ni birthday nini, kipaumbele kikubwa cha wanawake ni kufanya fun things, sherehe kubwa, maharusi makubwa na nini, lakini hawawezi kuafford. Sasa hapa tunachozungumzia sio masherehe na nini, tunazungumzia zile sheria ambazo zina govern lile kundi ambazo hazijaandikwa. Na hapa sana tunalenga sana kwenye maeneo ya kazi. Kwenye maeneo ya kazi kuna vitu ambavyo havijaandikwa lakini ni kama sheria. Kwa mfano kuna maeneo ya kazi ambayo ukifanya kazi vizuri na results zako zikawa zinaonekana, unajitengeneza nafasi ya wewe kufukuzwa kazi. Kwa sababu kwenye pale inaweza ikaonekana wewe unafanya kazi ili wenzako waonekane hawafanyi kazi. Umenipata? Kwa hiyo wote wanakuwa nakubaliana kwamba yani ukiwa unafanya kazi ni kirere, yani unafanya sasa wenzako waonekane hawafanyi kazi au yani unaweza kuonekana unawanyima wenzako skills, wewe sio teamwork, wewe sio teamwork. Yani unaweza kutafsiri wewe sio teamwork. Na kuna sehemu nyingine unapoingia kwenye ofisi unakuta kuna wale watu ambao hawakosei, yani wao umepata ni kwa kazi mko sawa level sawa, lakini yeye huwa hakosei. Maana ujitahidi sana uwe nao makini hao watu, sababu hao watu yuko karibu sana na bosi, kwa hiyo maamuzi mengi bosi anafanya anamsikiliza huyo mtu. Kwa mtu akimwambia bana fulani hafai, automatically unaonekana haufai. Umeona?
Lakini pia the way yani bosi akiwa around, wale watu ambao bosi akiwepo wanafanya kazi sana, au bosi akiwa hayupo wanafanyaje kazi, hawafanyi kazi. Kwa lazima uangalie pia, maanake bosi akiwepo, asipokuwepo ukawa unafanya sana kazi, maanake wale wenzako watakuundia zengwe. Anajifanya sana, anajua kufanya kazi. Umeona? The same pia hata kwenye vikundi hivi vya tunakutana navyo vya mitaani, je, wenzako mkikutana wanaongelea sana maendeleo au wanaongelea nini? Basi ukikuta wanaongelea masuala ambayo ni kipuzi, basi na wewe ongea nao masuala ya mradi unachokitaka kwenye ile group unalipata. Wewe it's okay with you. Unapata. Kwa kuna sheria zile ambazo kwenye kikundi chochote zinaweza kawa sijaandikwa popote. Lakini ni sheria ambazo inabidi zifuatwe. Kwa mfano kuna vikundi ukiingia, kwa mfano makazini kuna watu ni corrupt. Ukaingia wakataka kuingiza kwenye hilo group lao la corruption, na wewe ukakataa kuwa kwenye hilo group la corruption, unajua kinachotokea baadaye. Watakutafutia namna ya kuondoa, au wanaweza wakakutafutia sababu ya kuondoa, kwa sababu wewe sio sehemu ya kile wanachokifanya wao. Kitu kingine ni kwenye ambacho unakitizama wakati unaingia kwenye group lolote lile, lazima uangalie group code. Wanaunda kile kikundi wale wafanya kazi au washikaji wanaunda kile kikundi, wako vipi wao binafsi. Kwanza utaangalia, kwa sababu utaangalia kitu cha kwanza ambacho utakiangalia ni how they flirt with boss. Ni kwa namna gani ambavyo wana juice yule boss akubaliane na wao kile wanacho kiona kwako sawa. Je, boss anapenda umbea, anapenda matokeo ya kazi, anapenda matokeo ya siasa. Yaani utaangalia, je, anapenda corruption, anapenda yaani vile vitu ambavyo yeye anavipenda. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani watu wanajaribu kukaa karibu na yule kiongozi. Jinsi wanavutiwa. Kuna viongozi wengine hawapendi ukweli. Umeona? Kwa sasa unapotoka ukaanza kusema ukweli, maana yake anaona huyu ni adui yako. Kuna mabosi wengine hawapendi wewe uwe na uwezo mkubwa wa kuwaza kuliko wao. Kwa anapotoa mawazo yake, wewe ukataka kutoa mawazo yako ambayo yanamzidi, automatically unajitengenezea matatizo. Kwa hiyo utaangalia pia mkubwa kwenye ile kundi, namna gani watu wana flirt naye hilo. Utaangalia kwenye group ni watu gani wana rise, watu gani wana fall kutokana na kile wanachokifanya. Pay attention to that. Kitu kingine cha pili ambacho utakiangalia kwenye ile group, kwenye wale codes, utaangalia the way they interact each other. Baina ya sasa mnapobakia wale ambao ni mna same level, mna interact vipi? Bosi akiwepo mnaweza watu wakawa hawaongei, wastaarabu, wapigi umbea line, lakini bosi akiondoka katikati yenu, huwa nyinyi mnaishi vipi? Umepata? Yani kwa hiyo utaangalia pia nyinyi kwa nyinyi mnavyo interact, jinsi mnavyoishi. Wengine ndio kama hivyo sana, wapendi maendeleo, wengine wanapenda maendeleo, wengine wanapenda hard work, wengine wanapenda hard work, wengine wanapenda kuwahi kazini, wengine anaona kuwahi kazini shida. Kwa hiyo utaangalia katika hilo kundi wanapenda nini. Kama wanachelewa basi na chelewa. Na wanachelewa na bosi afanye chochote, basi wanachelewa wanafanana. Kama wana hard work, wanafanya kazi, wanafanya kazi ili uendane na. Kwa hiyo utaangalia tabia za wale ambao unakutana nao kwenye hicho kikundi. Sawa. Kitu cha tatu na cha mwisho ambacho utakiangalia ni tabia zipi ambazo hutakiwa kuziadapt kwenye hicho kitu, kwenye hilo kundi. Umeona? Kwa utaangalia tabia ambazo ziko pale na wewe kwa namna gani ambavyo huwezi kuziadapt. Kwa kwenye group codes ya utaangalia sana nyie kwa nyie, nyie kwa boss, nyie kwa nyie kwa watu wa chini, na tabia ambazo zipo kwenye ile kundi. Sawa. Usipokuwa makini hivyo vitu vitakudhuru. Lakini pia kitu kingine utakachokiangalia kwenye group enemy, adui wa kundi nini. Na hapa ni sehemu ya kuwa makini sana. Hakuna kitu duniani kinawaunganisha watu kama chuki au ubaya juu ya mtu.
Yani wewe mwenyewe unafikiri unafahamu. Mkikaa kama kwenye kundi, mkikaa kumsengenya mtu madhaifu yake, huwa kuna namna mnaweza kupiga story hata masaa matatu. Lakini mkikaa kumsifia qualities zake dakika 5 nyingi. Sio umeelewa? Kwa nasema na wewe unapoingia kwenye kikundi, uelewe adui hili kundi ni nani? Ni nini? Je, adui kikundi unaweza kama unachoingia wewe ni kikundi ambacho kina uhusiana na watu kutokuelewa. Kwa hiyo inaweza kawa adui wa hilo kundi ni ndoa. Kwa sababu unapokuja pale ukaanza kuelezea ndoa yako, mahusiano yako ambapo ndoa yako yamekaa vizuri, people don't like it. Sio umeelewa? Kwa enemy wewe ndio utageuza kuwa enemy. Kwa sababu nini? Wenzako ndoa zao hazina raha. Kwa nini unazungumzia au mahusiano yao hayana amani? Kwa nini unazungumzia amani? They will hate you. Even hata utaona matendo ambayo wanayatenda. Action zao juu yako ni nini? Usiangalie maneno, angalia matendo. Sasa class napenda mahusiano yenye amani na nini? Je, mahusiano yana amani kweli? Sawa. Au ni ujanja wa kuongea? Kwa utaangalia pia common enemy wa hilo group ni nini? Inaweza kuwa common enemy ni maendeleo, inaweza kuwa kama hivyo nimesema ni mahusiano yenye afya. Inaweza kuwa ni kwa mfano unaweza kuingia kwenye group ukaanza kusikia wewe mwanaume wako muombe hela, lakini wenzako wanamuomba nani hela? Unakuta wanadanga. Lakini wewe una mume. So kuna tofauti kati ya kudangia na kuwa au una mchumba au una mtu ambaye unaona mtafika huko ambapo unakuwa. The same pia kwa wanaume. Unaweza kuingia kwenye group bana, unamsikiliza sana mke wako, usimsikilize, wanawake wako hivi. Lakini je, mwanamke wako ana msaada mkubwa sana gani kwako? Anachangia kipato kikubwa kiasi gani kwako? Amekupa direction, amekusaidiaje wewe kufika ulikofika? So kuna huyo mtu anayekwambia amekutana na mwanamke wake kwenye bar, wameoana kwenye bar au wameoana tayari ana kila kitu. Ni tofauti na watu ambao mmeanza kwenye foundation. Maana huyo mtu mmeanza kwenye foundation, mnaweza mkasikilizana mkaenda mbele. Kwa hiyo utaangalia enemy wa ile group ni nani. Usije ukaingia kwenye mtego wa wewe kugeuka kuwa adui wa ile kundi, kwa sababu usiungane. Ndio utaenda utakuta labda kwenye ofisi fulani kuna mtu hapendwi pale. Maana wewe ukienda ukaanza kuungana na yule mtu ambaye hapendwi, na even unajua bado mtu sio powerful, maana na wewe utaingia kwenye kundi la kutokupendwa. Umeona? Na kwa sasa wananichukia kwa nini? Hawanipendi kwa nini? Kumbe wewe umeside na watu ambao ni adui wa kundi la pili. Unaona? Kwa hiyo hata kwenye siasa pia unaona, ukiwa kwenye chama fulani cha siasa hauwezi kupendwa na chama. Hata kama wewe ni mtu bora kiasi gani au unafanya mambo mazuri kiasi gani, but they will still hate you. Sababu ya nini? Uko kwenye kundi la watu ambao wanafanya labda matatizo fulani au wanafanya kitu fulani ambacho ni tofauti na kwenye siasa ya kitu fulani. Na kwa mfano kama Marekani, ukiingia pale wewe Marekani wale wafanya biashara wa silaha wanataka kufanya biashara ya silaha. Wewe unasema unataka usitishe vita duniani. Maana you are against them. Hawatakupenda. Umeona? Maana utageuka kuwa enemy wao. Kitu cha mwisho pia tunachokitizama hapa ni group faction, vile vikundi vidogo katika lile kundi kubwa. Ukienda kwenye ofisi yoyote au biashara yoyote, kuna nye kama kundi zima, alafu ndani ya kundi kuna vikundi vidogo kutokana na tabia ya watu kadhaa. Usimenipata. Ukienda hapa kwenye ofisi, kuna ofisi labda ambayo culture pale moja kinachounganisha wote katika ile ofisi wengi ni wanywaji. Si ndio? Hiyo ndio primary. Lakini katika ule unywaji, katika ile kwenye unywaji kuna watu sasa wanaokunywa wanapenda kuenjoy, na kuna wanaokunywa wanapenda kununua wanawake. Kwa sasa
Maana hiyo tayari ina separate. Kwa hiyo kuna kikundi wote ni wanywaji, kuna vikundi vitakuwa kwa ajili ya wao kwa sababu wana share same interest, na kuna wengine itakuwa kwa sababu wana share same interest. Kwa hiyo utaangalia katika vile vikundi ni kikundi kipi ambacho unaweza ukafiti. Okay. Na kikawa na less effect kwako. Na je, kundi lipi ni powerful ambalo hutaki ule oppose? Kwa sababu itakuletea shida. Unaona? Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vitu vya muhimu sana vya kutizama unapoingia kwenye kundi lolote. Ofisi yoyote ile wakuta kuna mnaitwa taasisi fulani, na tabia fulani za ile taasisi zinajulikana, labda ni waspenda sana au ni wabaili sana. Lakini ukishaingia mle ndani, maana utakuta kuna vikundi, kuna vya umbea, kuna vya kusaidiana, kuna vya maendeleo, kuna watu wanapenda maendeleo, kuna watu wanapenda kwenda mbele, hivyo kutokana na zile interest binafsi. Kwa hiyo utaangalia sasa vile vikundi mle ndani, kundi kipi kina fit, kundi kipi kinaenda juu, kipi kinaanguka. Soma alama za nyakati. Okay, sawa. Yaani usiishi na tamaduni ile ile kila siku. Lazima unaangalia kipi kina fit kwangu mimi na naweza kufika kwenye malengo yangu. Kwa hiyo ukijumuisha ambayo tumeyazungumza leo, maana yake maamuzi yako kwenye unapoingia kwenye kundi lolote utakuwa unayafanya ukiwa unaelewa. Tumia akili. Na hii kitu tumeizungumza ya namna gani nguvu ya kundi inasababisha tuwe na maamuzi kwenye maisha yetu. Niweka katika athari kubwa sana kwenye maendeleo ya watu wengi. Kuna watu walifukuzwa shule au vyuo kwa sababu ya kufuata kundi fulani. Maana yake ni zikao maisha yake yameharibika. Kuna watu labda walikuwa na biashara zikafa kwa ajili ya kufuata maamuzi ya kundi. Kwa ni kuwa makini kitu muhimu sana kwenye tabia binafsi. Unaweza kawa wewe ni mtu wa dini sana, lakini umeenda kwenye kikundi fulani, taasisi fulani ambao sio watu wa dini, kusababisha ukaanza kuwa mchawi. Utakuta kwenye ile kundi kuloga ndio mpango mzima. Kwa hiyo utajikuta na umeingia kwenye labda umeamka asubuhi kwenye kiti chako amechinja kuku amemwagia damu. Kuna unaenda kwa nini nacheki nani huyu amenifanyia kitu kama. Unaona namna gani makundi yanaathiri. Unaweza kuwa labda ulikuwa huna mpango wa kuspend hela yako, lakini kwa sababu umeingia kwenye kundi fulani la wana matumizi makubwa na unataka desire to fit in, unataka ufanane nao, ufanane uonekane uko, na unakuwa na spend cha kubwa. Kumbe mtu anakuwa off budget. Kuna vitu vingi sana ambavyo hapa tumezungumzia kwa ufupi, lakini kwa undani zaidi inabidi ufikirie kuhusiana na hivi vitu, au unaweza kutafuta kwenye mitandao ya kijamii personal tukakuelezea kwa undani zaidi kuhusu hivi vitu. Okay. Asante sana. Natumaini tumejifunza mengi kupitia kipindi chetu cha leo. Karibuni sana siku nyingine tena.